Eyo, mambo vipi na kuja shabiki wa Lixam Media. Kuna mojawapo ya story ambayo ina trend muda huu kwenye mitandao ya kijamii. Na hii story inamhusisha mdada fulani kwa jina la Cheryl Gabriela. Kwa ambao mfahamu Cheryl Gabriela ni nani? Cheryl Gabriela ni mtengenezaji maudhui au basi nitasema ni content creator maarufu sana hapa nchini Kenya, hasa kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, TikTok, Instagram na pale YouTube. Amekuwa akifanya vizuri sana na naweza nikasema kuwa amekuwa kwenye nafasi nzuri ama yuko kwenye nafasi nzuri ya kuja kuwa mojawapo ya content creators mashuhuri hapa nchini Kenya au East Africa kwa ujumla. Noflet amekuwa akifanya vizuri sana na watu wengi wamekuwa kimwangalia wanasema this girl anajituma sana, like watu wengi wanamchukulia kama role model. Unaona mtu fulani ambaye kazi yake yani anaifanya genuinely, akipata pesa yani kabisa unaona anastahili because anajituma. Like hawako wanamu expect ajihusishe na scandal yote because sio kama content creators wengine ni kiki hapa na pale. Cheryl amekuwa akijituma na bado anajituma for real. Na hata amekuwa mstari wa mbele kwenye mambo kama charity work, kusaidia watu. Like ni msana ambaye amekuwa akijituma vizuri sana na tumekuwa tukimwaminia. So bana, hivi majuzi kuna video ambayo imeweza kuvujishwa ama imekuwa ikitrendi sana kwenye mitandao ya kijamii na inamuhusisha Cheryl moja kwa moja. Hii ni video ambayo inamuonyesha akiwa uchi wa mnyama. Like ni video utupu, video ambayo ya kikubwa bwana. Ukiangalia pale alikuwa anafanya mazigizaga fulani kwa wale ambao mmetazama hiyo video. But sasa hii issue ya video yake kuvujishwa, watu wakakuwa wanauliza kuwa tumekuwa tukiangalia mara nyingi kwenye akiwa live pale TikTok watu wanamtumia gift. Sasa unapata kuwa ametumiwa kitu kama lion. So atakakuwa nauliza hizi lion huwa anatumiwa kumaanisha kuwa kuna cha ziada huwa anapeana baada ya kugiftiwa hizi lions, basi kuna kitu kingine anaenda anapeana nyuma ya tent. Cheryl mwenyewe ameweza akajitokeza na ako sawa, ako na confidence na ameamua kutumia huu wakati sasa kutengeneza pesa because ishatokea. Atafanyaje? Hawezi enda akajifungia kwa nyumba eti akae tu basi aanze kuaibika asema nini. Itabidi because maisha lazima yaendelee. Wiki moja tu baadaye utasikia kuna mwingine ameunganisha wa Kenya because imekuwa kama culture sasa, like kila wakati lazima kuna mtu anaunganisha wa Kenya kupitia hii maudhui ya kikubwa, ndio kama wanavyosema. Na naweza nikasema kuwa Kenya siku hizi tumegeuza kitu moja kutu unite. Like unasikia sijui fulani ameunite wa Kenya, unaangalia basi kuunganisha wa Kenya siku hizi ni Telegram. Siku hizi wa Kenya hatuunganishwi na yale mambo ya bendera sijui na nini, hapana, ama maybe sense of belonging kwa Mkenya. Tunaunganishwa na vitu fulani hivi, mavideo fulani zina trend kwenye mitandao ya kijamii hasa pale Telegram. Na unaangalia kuwa hizi video mingi ni za video za utupu, na unaangalia kuwa most of watu wanatuunganisha sisi wa Kenya kama wanavyosema ni most of them ni content creators au tuseme basi ni TikTokers, na wanajihusisha na hizi scandal ambazo maybe wanavujisha video za utupu. Unajua kuna watu kama Alicia Kanini ambao tunawatambua kuwa hao wenyewe ni watengenezaji wa maudhui ya kikubwa, ya video za kikubwa. Like wamejikubali wao ni actors wa adult industry. But sasa ukiangalia hao wengine bwana, tunajiuliza itakuwaje? Si mchague tu mmoja basi, mkisema nyinyi ni wa huu mrengo iko sawa, basi mfanye kazi na huku, kuliko mnasema kuwa mnapiga content hapa na pale alafu mnavujisha video za kikubwa. Sasa kumaanisha kuwa mnafanya hizi video za kikubwa ndio zinaongezea pesa, lakini mnatufunga tu kwa haya mengine, mnatufunga macho kwa sisi tunapiga content au vipi? But mimi mwenyewe sizi nikamzungumzia Cheryl vibaya. Ni content creator, hata mimi namuadmire, mimi shabiki yake, anajituma for real. Na kitu ambacho tunaweza sema kuwa sometimes marafiki ambao uko nao wanaweza wakakuzuga, yani wanaweza wakakuaibisha, wanaweza wakakuchomea picha. Je, kuna marafiki gani ambao uwezi ukawaamini ambao kesho yake watakuwa wanavujisha video yako? Je, unachukulia maybe kwa industry kuna kitu kingine wao watu wanafanya ambacho maybe sisi hatukijui, ama maybe kuna kitu kama cult inahusika, maybe wanasema kuwa kwa stage fulani ya content creation lazima basi uunganisha wa Kenya, lazima ufanye kitu fulani crazy ambayo maybe itakudalilisha, yani lazima uumbuke plani. Unachukulia je hili swala, ama ni swala tu ambao utokea sometimes maybe kwa kutoaminiana na watu kukusaliti hivyo? Yepi maoni yako kuhusu hili swala nzima? Dondosha hapo kwenye comment section, pia usisahau kulike na kusubscribe. Bana, mimi ni Lixam Classic na ni Lixam Media. Till next time, bye bye.